ama uache. Iko tu mara mbili, uonyeshe ama uache kuabudu hiyo sanamu ya Christmas. Jeremiah chapter 10. Yeremia 10. The Bible says, Biblia inasema Christmas tree are the ways of the pagans. kwamba za miti ya Christmas ni njia za watu wa mataifa, makafiri. Ni njia za makafiri. Are you listening? Yani watu wasio na Mungu. It says those people who go to the forest, cut a tree and bring it there are the pagans. Inasema wale watu wanaoenda msituni na wakakata mti na wakaitetea mapambo, alafu wakaweka pigilia na mshumari, wakaisimamisha kwa nyumba, wakaweka taa miangaza hivi. Pagans. Hao wote makafiri. All of you are pagans. Nyinyi wote ambao mnasherehekea Christmas ni makafiri. You are pagan. Nyinyi ni makafiri, sio Wakristo. You are preparing to show us you are a pagan. Yani unajitayarisha kutuonyesha vile umepotea, wewe ni kafiri. Jeremiah 10. Yani Yeremia 10 in the Bible. Kwa Biblia hii yenye naiona hapa na pengine uko nayo nyumbani. Thank you Jesus. Asante Yesu. Your preacher is a pagan. Mhubiri wako ni kafiri. The devil is a pagan too. Tani pia ni kafiri. Amen. Amina. Are you listening? Je, unasikiza? It's time for a change in Namlok. Wakati umefika wa mabadiliko hapa Namlok. Otherwise you will be locked by the devil forever. With the devil. Kama sio hivyo nyinyi mtafungiwa ndani na shetani milele na milele. You will be locked in your Namlok. Mtafungiwa huko ndani na Namlok yenu. Thank you Jesus. Na kifuli. People. Enyi watu. Jesus said in Matthew 22 verse 29 in this book. Yesu akasema katika Mathayo 22 mstari wa 29 kwa kitabu hiki. You err because you don't know the scriptures. Nyinyi mnakosea kwa sababu hamuyajui maandiko. Nor the power of God. Wala nguvu za Mungu. When you don't know the scriptures. Wakati wewe hujui maandiko, you err. Unapotea na unakosea. Because you don't know. Kwa sababu haujui. And you think the man with a white collar knows it. Na unafikiria ule jamaa mwenye na kola nyeupe anajua maandiko. He looks like the crow. Are there crows around here? Anafanana na kunguru. Nyinyi mnajua ule ndege anaitwa kunguru, Kuna kunguru hapa? Ako na kifua nyeupe. Umeona kunguru hapa karibu? Wale wanakula nyama, ndege fulani wanakimbia kwa wamevaa kola nyeupe na ni mweusi. Mahali kuna takataka unawapata. Ni mweusi huku wote lakini kola ni nyeupe. Mfano wa reverend. Huyo sasa ndio mfano wa reverend, ule mhubiri wenu mwenye anaitwa reverend. Anakula mizoga, anakula mabaki na takataka. Leftovers, mabaki, rotten flesh, nyama ambayo imeoza. Nothing holy. Hakuna chenye kitakatifu chenye yeye anakula. Every politician comes in. Kila mwanasiasa anakuja kwa hiyo kanisa. And they eat. Na wanakula pamoja. Every flesh, every word of the flesh. Kila neno lolote la mwili ya wanadamu. Spiritual. Hakuna kitu cha kiroho kwa hiyo kanisa. Time to clean up the church. Wakati umefika kanisa isafishwe. Time you hear the real truth. Wakati umefika usikie ukweli wa kweli. Time to be saved in the Bible way. Wakati umefika ili uokolewe kwa njia ya Biblia. God is going to save his boys here. Mungu atakuokoa. Amen. Thank you Jesus. Kijana mdogo Mungu atakuokoa. He will save you. Atakuokoa wewe. By his word. Kupitia neno lake. You are here to be saved. Nyinyi mko hapa leo ili muokolewe. You that are peeping through that window. Nyinyi ambao mnachungulia kwa hiyo dirisha. You will be saved also. Nyinyi pia mtaokolewa. Kwa sababu Mungu anawapenda nyinyi pia. You who are seated on his side. Nyinyi ambao hapa viti. God loves you so much. Mungu anawapenda sana. He is showing you the Bible truth. Mungu anaonyesha njia ya kibiblia. So that you may run. Ili uweze kukimbia. Away from the devil. Umtoroke shetani. Into the kingdom of our God. Uingie katika ufalme wa Mungu wetu. The time is now. Wakati ni sasa. This is the love of God. Huu ndio upendo wa Mungu. That you may know the truth. Ili uweze kujua ukweli. And that you may be freed. Na ili uweze kuwekwa huru. You have gone there for a long time. Umekuwa umepotea kwa muda mrefu. You have been deceived for a long time. Umekuwa umedanganywa kwa muda mrefu. You have been sick for a long time. Umekuwa mgonjwa
The scripture says in Psalms 103 verse 3. Maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 3. That the God who forgives you your iniquities. Kwamba yule Mungu anayekusamea maovu Will yako. also cleanse you. Pia ataweza kukusafisha. Heal you of your sicknesses and your diseases. Kuponya magonjwa yako na maradhi yako. Sickness and disease and iniquity goes together. Magonjwa, maradhi na uovu yanaambatana. When you are outside the kingdom, wakati wewe uko nje ya ufalme, you are prevalent. Wewe unakuwa You can easily get diseases. Yani unavutia, unaweza kupata magonjwa kwa urahisi. But when you are in the kingdom of God, lakini wakati wewe uko katika ufalme wa Mungu, you are with the healer. Wewe uko pamoja na mponyaji. That can heal you. Ambaye anaweza kukuponya anytime. Kwa wakati wowote. If you are in need. Ukiwa unahitaji. And it is free. Na hii inapeanwa bure. God does not sell the healing. Mungu hauzi uponyaji. Like those preachers tell you put your money in an envelope. Kama hao wahubiri wa uongo ambao wanakuambia weka pesa yako kwa bahasha. And then you are going to receive the miracle. Alafu sasa utapokea muujiza. God does not sell his miracles. Mungu hauzi muujiza wake. In Matthew chapter 10. Katika Mathayo 10. In verse 7. Mstari wa 7. The word of God says. Neno la Mungu linasema. Jesus spoke and said. Yesu alinena na akasema. Go and preach the gospel. Enendeni mkahubiri injili. All over the world. Ulimwenguni mwote. Even at Namalok. Uanzie Namalok. Even at Namalok. Hata hapa Namalok. He said go there and preach the gospel. Alisema enda huko Namalok na uhubiri injili. Heal the sick. Ponya wagonjwa. Cast out devils. Fukuzeni mapepo. Heal the lepers. Ponyeni wenye ukoma. Let the cripples be healed. Wacha viwete na waponywe. He said. Alisema. Freely you have received. Mmepewa bure. And freely give. Peaneni bure. God does not sell his giving. Mungu hauzi uponyaji wake. They are free. Hii inapeanwa bure. Don't say I don't have money. Usiseme mimi sina pesa. In Isaiah 55. Katika kitabu cha Isaya 55. God spoke by servant Isaiah. Mungu alinena kupitia mtumishi wake nabii Isaya. Of God. Ambaye ni nabii wa Mungu. And he said come and buy without money. Akasema njoo ununue bila pesa. You that is thirsty. Wewe uliye na kiu. He said come and drink. Anasema njoo na unywe. Your soul is thirsty. Nafsi yako inaona kiu. Jesus wants to satisfy you. Yesu anataka kukutosheleza. If you will believe today. Ikiwa leo hii utaamini. He said I'm going to take away that hunger. Anasema nitaenda kuiondoa hiyo njaa. He said you shall eat my flesh. Akasema hakika utakula mwili wangu. And you shall no longer be hungry. Na hautasikia njaa kamwe. You shall drink from me. Utakunywa kutoka kwangu. And you shall no longer be thirsty. Na kamwe utawahi kuwa na kiu. He is here to satisfy you. Yesu leo hii ako hapa ili akutosheleze. He is your friend. Yeye ni rafiki wako. He loves you more than everybody else. Anakupenda kuliko mtu yeyote. He loves you more than your father. Anakupenda kuliko baba He yako. loves you more than your mother. Anakupenda kuliko mama He yako. loves you more than your husband. Anakupenda kuliko mume He loves wako. you more than your wife. Anakupenda hata kuliko mke wako. He can go with you everywhere. Anaweza kwenda na wewe kila mahali. Rescue you from any trouble. Anaweza kukusaidia shida yote. He can heal you from any disease. Anaweza kukuponya kutoka kwa magonjwa yote. And his name is Jesus. Na jina lake ni Yesu. He is Jesus Christ. Yesu Kristo. He is Jesus Christ. Yeye ni Yesu Kristo. The same. Yule. Yesterday. Jana. And today. Na leo hii. Forevermore. Na milele yote. He has not changed. Hatabadilika. Simply because some people try to change him. Eti kwa sababu watu wengine wanajaribu kumbadilisha. And some people try to belittle him. Na watu wengine wanajaribu kumfanya awe mdogo ama kumrudisha. And to make him a baby. Na kumfanya awe mtoto mchanga. Helpless baby. Mtoto mwenye hawezi kufanya lolote. Did you know when a baby is born, that child is blind? Je, ulijua mtoto anapozaliwa huyo mtoto huwa ni kipofu? For 1 week. Wiki nzima moja. That child cannot see anything. Huyo mtoto haoni chochote. And after a week, the mother keeps moving their fingers and hands around to see whether the child has begun to see. Na baada ya wiki moja mama huwa anapitisha kidole chake mbele ya macho ya yule mtoto kuona kama huyu mtoto kweli anaona. And then the child begins to follow the hand and the mother begins to smile that the child is not blind. Na wakati mtoto anaanza kukifuata kile kidole, mama anaanza kufurahi kwa sababu huyo mtoto si kipofu.
I don't want baby Jesus. Mimi sitaki mtoto Yesu, That cannot see. mtoto mwenye hawezi Who kuona, cannot even see my troubles. hawezi kuona hata shida Who zangu, cannot see my problems. hawezi kuona I taabu want the yangu. one that can walk to my house. Mimi nataka Yesu mwenye anaweza kutembea The kuja one kwa that nyumba can heal yangu, my children. ambaye anaweza kuja na kuponya watoto The one wangu. that can deliver me from my troubles. Yesu ambaye anaweza kunikomboa kutoka kwa taabu He zangu. said, I have come to seek and to save that which was Yesu lost. alisema nimekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. He is here to save you. Yeye yuko hapa leo He is here to kukuokoa, deliver you. ako hapa leo kukomboe. And he is not here as a baby. Na Yesu hajakuja hapa kama He mtoto, came walking. alikuja akitembea. He knows where he's going. Anajua anaelekea He wapi, knows his sheep. na anajua kondoo zake, And his sheep know him. na kondoo zake And wanamjua, his sheep can hear his voice. na kondoo zake wanaweza kusikia sauti Look yake. at those sheep there. Hebu ona hawa kondoo wa Thank you, Yesu thank hapa. you, Jesus. These are the sheep of God. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Jesus said, my sheep hears my voice. Yesu alisema kondoo wangu wanasikia sauti yangu, The goats cannot hear. na mbuzi hawezi akasikia. Look at those goats there. Ona zile mbuzi huko. Amen. Haleluya. But they are the sheep. Lakini hawa hapa ni kondoo. Say, I'm the sheep Sema mimi ni kondoo wa Mungu. of God. Mimi ni kondoo wa Mungu. I'm the sheep. Well, how about you? Come on. Yeah. Hapa ni kondoo wa nani? Hallelujah. Hallelujah. Say, I'm the sheep of God. I'm the sheep of God. Sema mimi ni kondoo wa Mungu. Mimi ni kondoo wa Mungu. Jesus said in John 10, Yesu alisema katika Yohana 10, my sheep hear my voice. kondoo zangu husikia sauti yangu. In verse 14. Katika mstari wa 10. Hallelujah. Hallelujah. And they don't follow the stranger. Na wamfuate mgeni. Many strange doctrines. Mafundisho mengi mageni yametokea. Strange beliefs. Imani ambayo ni geni. In 1 Timothy chapter 4. Katika Timotheo wa kwanza 4, Beginning from verse 1. kuanzia mstari wa kwanza All the way to verse 4. mwendo wote hadi wa 4. The word of God says, Neno la Mungu lasema hivi, beloved, penzi, the Spirit of God speaks expressly. Roho wa Mungu anena waziwazi Wazi kabisa. wazi hivi. Amen. Hallelujah. God does not hide these things from anybody. Mungu hawafichii watu wengine mambo That's haya. why we are preaching them openly. Hiyo ndio maana tunahubiri mambo haya waziwazi, And it's not sweet. na si tamu hii maneno The Spirit tunahubiri. of God speaks expressly. Roho wa Mungu ananena waziwazi And in the latter times, kwamba katika nyakati za mwisho, these are those times. hizi ndizo nyakati hizo. Says in the last days, Anasema katika siku za mwisho some shall depart from the faith, wengine wataiacha imani, the true faith, imani ya kweli, giving heed to seducing spirits wakizisikiliza roho zidanganyazo and to the doctrines of devils. na kwa mafundisho ya mashetani. That is what the Bible says. Hivyo ndivyo Biblia inasema. 1 Timothy 4 verses 1. Andika vizuri Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza And you continue reading. na uendelee kusoma. Says in the last days, Inasema katika nyakati za mwisho people will depart from the truth watu watauacha ukweli and they will follow na watafuata seducing spirits, roho zidanganyazo, lying spirits, roho zidanganyazo, all those demonic spirits roho zote hizo za kipepo have taken over the denominations. zimezitawala hizi dini, They have come in full swing. zimekuja katika mshindo wote. Floodgates of hell have been opened. Milango ya damu ya jehanamu imefunguliwa. Garika. Garika. Gharika kuu ya jehanamu imefunguliwa And it has flooded the denominations na imegharikisha dini hizo za wanadamu with the lying spirits. na roho zidanganyazo, And they have deceived everybody, including the preacher. na zimedanganya kila mtu, hata mhubiri amedanganya. Preacher have taken heed to those seducing spirits Mhubiri amezisikiza hizo roho zinazodanganya and seduced even some even to their own death. na zimeshawishi wengi wao hadi wakufe. Another Nigerian preacher, Mhubiri mwingine wa Kinigeria very recently, majuzi tu he said, I have the Spirit of God. alisema, mimi niko na roho wa Mungu, I'm like Jesus. mimi ni kama Yesu, I'm like Jesus. mimi ni kama Yesu. And then he said, Alafu akasema, I can also walk on the water. hata mimi naweza kutembea juu ya maji kama Yesu, On top of that, I can do a greater miracle. na pamoja na hiyo naweza fanya muujiza kubwa. Because Jesus said you will do greater things. Maana Yesu alisema mnaweza kufanya mambo makubwa I can zaidi. do
do more than Jesus. Mimi naweza kufanya mambo makubwa kuliko Yesu. There is a river in Nigeria that has crocodiles. Na kuna mto kule Nigeria yenye iko na mamba wakali. A lot of them, like Mara River. Mamba wengi kama mto huu wa Mara. And he told the believers, come, every one of you. Na akawaambia waumini, kujeni muone. From all over the country. Wote wakakuja kutoka I nchi. will walk on top of the water full of crocodiles. Nitatembea juu ya maji ama mto ule ambao umejaa mamba. Because my Jesus is the same. Kwa sababu Yesu wangu ni yule yule jana, leo na hata milele. And believers came and stood very far away. Na waumini wakakuja lakini wakasimama mbali kwa sababu wanaogopa mamba. And the preacher said, this is the day. Na mhubiri akasema leo ndio ile siku. The whole world will follow me. Ulimwengu mzima sasa utaona hii miujiza na utanifuata. Thank you, Jesus. Hallelujah. I really praise God who made those crocodiles. Ninamsifu Mungu mwenye kuumba hizo mamba. The man of God walked to the river. Huyo mtu wa